Vipi, network imefanikiwa kuikuta? Tumetembea, tumezunguka kote, hakuna hata dalili ya kusema kwa kupatikana kwa mtandao. Poleni sana. Yaani hapa nimeishiwa na nguvu. Sijui tunafanyaje. Mtumishi Moze amepita huko wapi? Mtumishi Moze tuliondoka naye tukashuka huku chini kwa ajili ya kutafuta maji ya kunywa. Ila mtumishi Peter nilimwacha hapa kwenye gari. Kwani hamjamkuta? Sasa tungemkuta tungeuliza. Ni kwamba tujamkuta ndio maana tukajua kwamba labda mnaenda pamoja. Basi huenda yawezekana naye atakuwa alitufuata huku chini la kututafuta. Maana yeye mwenyewe nilimwambia acha tutafute maji. Yawezekana ameshuka huku chini. Maji mmeyapata? Maji tumeyapata, ndio nimemwacha mtumishi Moze huko chini. Tumeisha. Tuokoe muda. Maana muda ndio giza ndio hilo linazidi. Muda na wenyewe umeenda sana. Hebu jaribu uwafuate. Tujue tunafanya nini. Fanya haraka. Ngoja niwafuate. Fanya haraka basi. Nashukuru sana kwa kuniokotea binti wangu. Mungu amtakuja kubariki sana. Uendelee kuwa na moyo huo huo. Maana pengine isingekuwepo wewe huko alikokuwa ameangukia binti yangu, saizi angekuwa ni mambo mengine. Lakini baba, mbona shida kuwa hivi? Tatizo ni nini? Shida ni story ndefu sana. Story ndefu? Ushakumwomba Mungu amtakuja? Yaani kila siku, mchana usiku, yaani nimejitahidi kila siku namuomba Mungu amtakuja. Lakini nashangaa huyu binti wangu kila kunapokucha ugonjwa unazidi kuendelea. Shida. Makosa ni kwangu mwenyewe. Namuomba Mungu amtakuja anisamehe. Akusamehe? Akusamehe nini? Shida. Nashindwa hata kukuelezea. Sijui nikwambie kitu gani. Baba, hali ya mtoto ndo hii mbaya. Niambia labda naweza nikakusaidia baba, usinifiche. Kuliko kukaa kimya. Tatizo la kukaa kimya wewe mwenyewe huwezi kulimaliza. Shida ugonjwa wake unazidi kukua, Na kama unasema unaomba Mungu amtakuja, majibu hayaonekani. Hatima yake itakuwa ni nini? Yaani mimi nashindwa hata nikwambie kitu gani. Mimi naona shida ya mambo tungeacha tu. Nitakuelezea kwa siku nyingine. Mtakuja. Mheshimiwa Chifu, mtakuja. Kule ulikokuwa umetutuma kukusanya mifugo, na hawa ndio mifugo tuliowakusanya kwa wakati huu. Mifugo hii ni midogo sana mliokusanya kwa wakati huu. Itakuwaje kwenye kijiji changu watu ni wengi, mifugo ikawa midogo namna hii? Takuja Mheshimiwa Chifu. Naona yani hao wana kijiji ambao walikuwa wanatoa mifugo miwili, wao wanaongezea, wao wanatoa mifugo mitatu. Wengine ambao walikuwa wanatoa mifugo mitatu waongezee, wao wanatoa mifugo minne. Mtakuja. Mheshimiwa Chifu, mtakuja.
wakati huu watu wana mifugo ambao ni midogo sana, bado haijakuwa. Mimi nilikuwa naona tusitishe hili jambo ili tunapokuja kwenda kwa wakati mwingine tukute ile mifugo imeshakuwa. Hapana Sheula, kwa nini utaongea hivyo? Wanakijiji wana mifugo, isipokuwa wanapandikizwa mbegu mbaya na nyonyoa. Nyonyoa imefika wakati hata hajatoa hata kitu kimoja. Amesema hivi, nyonyoa ndio chifu wa hiki kijiji cha Mtakuja. Anasema yeye ndio chifu wa Mtakuja. nyonyoa Ndio Mtakuja. Chifu Mtakuja Nyonyoa amesema hata ukituma mtu wako yoyote yule hawezi akamsikiliza. Ndio maana amenitukana mimi na kusema mimi ni mkia wako. nyonyoa nilimpa adhabu, bado anarudia tena. Ndiyo, anasema adhabu ndogo. Usipomwongeza adhabu, anasema atakutoa kwenye kiti. Mtumishi, mimi naona haina haja ya kuendelea kumtafuta. Yatubidi tuendelee na safari, kwa maana tumemtafuta mtu toka asubuhi mpaka sasa na hakuna majibu wala dalili yoyote. Mtumishi, unasemaje? Haina haja ya kuendelea kumtafuta, bora tuendelee na safari. Mtumishi, hebu kuwa na huruma kumbuka naye ni binadamu mwenzio. Ingekuwa ni wewe tumekuacha polini, ingekuweje? Unashindwa kuwa mwelewa kivipi? Nasema mimi ndio nayewaongoza hapa. Haina haja ya kuendelea kumtafuta. Inawezekana mtu amerudi nyumbani. Mtumishi, hapana. Yule dereva hawezi kukata tamaa. Mimi sikilize. Mimi nina uzoefu kwenye hii kazi. Sijaanza leo wala jana. Usitake kunibishia, usitake kuniona. Mimi usitake kunishusha kichwa. Mimi ndio nayewaongoza. Mimi ndio nayewapeleka. Yapasa mimi nikisema twende, yatubidi twende. Nikisema tukae, yatubidi tukae. Sio kutaka kunijia mimi juu. Kunikalia wewe ndio unanifundisha hii kazi. Mtumishi, sikiliza nikwambie. Unanifundisha hii kazi leo. Mtumishi, mimi siwezi nikana kubaliana tu ili mradi kama gari bovu twende huku, tuache mtu polini. Mimi hilo jambo halitowezekana. Hapo ni kuendelea tu kumtafuta, hakuna lingine basi. Sikiliza, mimi ni kiongozi. Utake usitake utaenda. Pamoja na utaki rudi. Pamoja nayo mtumishi. Kama utaki basi rudi. Pamoja nayo mimi siwezi. Mbona nibaki na mtafuta huyu? Siwezi nikakubaliana na upumbavu wako. Mimi ni upumbavu. Yes. Mimi ni mjinga. Yes, wewe upumbavu. Ngoja nikufundishe kwamba sina akili, si ndio? Ngoja nikufundishe watu. Watumishi. Nisikilize mtumishi. Huyu ndio anayekosea adabu watumishi. Sikiliza. Anatuchafua watumishi. Ken. Mtumishi Ken. Wacha tu. Wewe ni kiongozi. Patrick. Chunga ulimi wako. Ulimi ni kiungo kidogo sana. Ulimi sawa na njiti ya kiberiti. Ni moja lakini inaweza ikaunguza huu msitu wote. Ni kweli mtumishi. Lakini kumbuka mtumishi. Samaki mmoja akioza wote mmeoza mtumishi. Uwezi ukawa unaenda mbele. Unaacha mwenzio polini. Hakuna haja ya kuendelea kubishana na hakuna haja ya kuendelea kukaa hapa. Cha msingi ni kuendelea na safari. Sisi tumetumwa kwenda kuhubiri. Hatujatumwa kuja kubishana. Yule ni dereva, yawezekana amerudi kwenda kufanya kazi zake. Mtumishi, ni kweli. Inabidi muhakiki. Mjue je, kweli mtu amerudi au hajarudi?